kukuelewa zaidi, tunatamani kukufahamu zaidi. Tunaomba nguvu ya Roho yako Mtakatifu mahali hapa. Tunaomba uwepo wa Roho yako Mtakatifu ukatembee pamoja na sisi, ukatembee pamoja na sisi, ukatembee pamoja na sisi. Misali sura ya 8 ule mstari wa 17 unasema ya kwamba unawapenda wale wakutafutao, kwa bidii watakuona. Na sisi tuko mbele zako, tunautafuta uso wako mahali hapa. Tunaomba Bwana utembee pamoja na sisi. Tunakurudishia sifa, utukufu na heshima peke yako. Tunaomba utamalaki mahali hapa. Karibu uzungumze na haja za mioyo yetu. Karibu utugange mioyo yetu. Karibu utugange mioyo yetu. Karibu utugange mioyo yetu. Tunakuita mfalme wa amani. Tunakuita mfalme wa amani. Karibu useme na sisi. Karibu useme na sisi. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, ni Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana namna hii. Nyanyua mikono yako kwa Bwana namna hii, ishara ya kusalenda mbele za Bwana. Anastahili kuabudiwa Mwokozi wetu Yesu. Anastahili kuheshimiwa peke yake Bwana. Anastahili kuabudiwa huyu Yesu. Wewe Bwana unastahili kuheshimiwa hakika. Tazama namna ambavyo umetupendelea kuiona siku hii ya leo. Tazama namna ambavyo Bwana amependelea familia yako. Tazama namna ambavyo Bwana amependelea wazazi wako. Tazama namna ambavyo Bwana amewapendelea ndugu zako. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Hebu mpatie Mungu ibada. Mpatie Mungu ibada. Mwambie Bwana Yesu ninakushukuru. Mwambie Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Mwambie Bwana ninakushukuru kwa sababu ya fadhili zako kwenye maisha ya kwangu. Mwambie Yesu ninasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Mwambie Bwana nasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Sikustahili Bwana. Mwambie asante Bwana. Mwambie asante Elohim. Mwambie asante El Shaddai. Haleluya. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante Jehova Shama kwa sababu wewe unastahili heshima na utukufu katika jina la Yesu. Unaweza kumshangilia uone Yesu makofi. Ongeza makofi ya ushindi kwa Bwana. Nisikie makofi ya ushindi kwa wanaoamini ya kwamba wanapokea mahali hapa. Nisikie makofi ya ushindi kwa watoto wa Mungu mahali hapa. Nisikie makofi na vigelegele kutoka kwa wanawake ambao wanaamini ya kwamba ni mkono wa Bwana peke yake unawabeba kwenye maisha ya kwao. Wale ambao wanaamini ni neema, wale ambao wanaamini ni neema ya Bwana imewabeba, wale ambao wanaamini ni upendeleo tu, wale ambao wanaamini ni Bwana. Nisikie makofi, nisikie
Piga makofi ya washindi mahali hapa. Raposeketaya nama. Endelea kumwambia Bwana asante. Huku ukimuinulia ibada ya makofi, mwambie tu asante Jehova, mwambie tu asante Elohimo, kupitia kushukuru, kupitia kumwambia asante, kupitia kumpigia makofi, ndipo ambapo atakuta zile zinadondoka. Hata yale magumu ambayo unaona ni magumu kwako yanaachiliwa kwa jina la Yesu, yanaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kumshangilia tu Bwana Yesu kwa makofi, endelea kuongeza makofi ya ushindi kwake huyu Elohimo, endelea kumshangilia tu huyu Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Yesu ni mshindi, Yesu wewe ni mshindi, Yesu wewe ni mshindi, Yesu wewe unastahili, Yesu wewe unastahili, Yesu wewe unastahili peke yako, Yesu wewe unastahili peke yako, Elohimo peke yako mahali hapa unastahili peke yako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, haleluya. Yesu asifiwe, haleluya. Chapie Bwana Yesu makofi. Ongeza makofi ya ushindi kwa Bwana. Ongeza tena makofi ya ushindi kwa Bwana. Kama umekuja mahali hapa kwa ajili ya Bwana tu, kama umekuja mahali hapa kwa ajili ya Bwana tu, ongeza makofi ya ushindi kwake. Haleluya. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumuita Bwana kwenye kila eneo la maisha ya kwetu. Bwana asifiwe. Kwenye kila eneo la maisha ya kwetu tunatamani Mungu aonekane. Kwenye kila eneo la maisha ya kwetu tunatamani Mungu aonekane. Kwa hiyo una kila sababu ya kumuita Mungu kwa kumaanisha. Usimuite Mungu kama ulivyozoea kumuita. Muite Mungu kama hautakuja kumuita tena. Bwana asifiwe. Muite Mungu kama hautakuja kumuita tena. Muite Mungu kama hautakuja kupata neema ya kumuita tena. Bwana asifiwe. Ukipata neema ya kumng'ang'ania huyu Mungu, wewe mng'ang'anie mpaka kile ambacho unakihitaji ukipate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukipata neema ya kumng'ang'ania huyu Bwana, wewe mng'ang'anie mpaka kile ambacho unakihitaji ukipate. Usisubiri mtu yote akae akuombee, omba mwenyewe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kuomba. Tupo kwenye the power of prayer season 3. Kwa hiyo basi nguvu ya maombi inatoka wapi? Kwa wewe mwenyewe, juhudi zako kumtafuta Mungu na kuomba. Bwana asifiwe. Ukiwepo mahali hapa usishangae. Kila mtu ana shida za kwake ambazo anazijua. Kila mtu ana kitu chake ambacho anajua kabisa, hapa nimekuja kwa ajili ya Kristo. Hapa ninatamani Bwana anisaidie katika hiki. Hapa ninatamani Mungu anisaidie katika hiki. Kwa hiyo wakati ambapo tunakuwa tunaendelea kuomba, omba kwa kumaanisha na Mungu atakusaidia mpendwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anisomee kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Luka mtakatifu mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Luka mtakatifu mlango wa Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa kwanza hadi wa 4 inasema: hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Mstari wa 4. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Sikiliza nikwambie neno moja hili, watumishi wa Mungu. Yesu wakati ule ambapo alikuwa amezikwa,
Mariamu Magdalena pamoja na wenzake walienda kule kaburini siku ya pili kwa ajili ya kumpaka manukato. Bwana asifiwe. Wakati ambapo wamefika pale, cha kustaajabu zaidi, waliona lile jiwe limeviringishwa pembeni. Wakati ambapo wameona lile jiwe limeviringishwa pembeni, walishangaa, wakastaajabu maajabu hayo, kwa sababu haikuwa kawaida. Wakakuta jiwe limeviringishwa pembeni. Yesu asifiwe. Wakati ambapo wanaendelea kushangaa, wanaenda kuangalia nini ambacho kimetokea pale, malaika wakawatokea ghafla, wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Kwa nini mnahangaika kumtafuta aliye hai katikati ya wafu? Hapa hayupo. Bwana asifiwe. Ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Watakutafuta ile sehemu ambayo walikuacha, hawatakukuta hapo. Watakuta umeshaondoka, umetembea mbele katika jina la Yesu. Mchapie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Kama unanielewa, mchapie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Walimtafuta pale, lakini pale ambapo walikuwa wamemtafuta hawakumuona, alikuwa tayari ameshaondoka. Watakutafuta kwenye level ya umaskini fulani, hawatakukuta hapo katika jina la Yesu. Watakutafuta kwenye kiwango fulani cha elimu, hawatakukuta hapo. Watakutafuta kwenye level fulani ya maisha, hawatakukuta hapo. Wewe umeshatoka hapo, umeshatoka hapo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Nakasirika, sijui naongea na mazee. Bwana asifiwe. Haleluya. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Watakutafuta kwenye level fulani ya maisha ambayo walikuwa wamekuzoea kukuona kwenye hiyo level. Watakutafuta kuanzia leo, hawatakukuta kwenye hiyo level ya maisha. Watakutafuta kwenye kikundi fulani ambacho walikuwa wamekuzoea upo nacho, lakini hawatakukuta hapo. Utakuwa umeshahama tayari level. Watakukuta kwenye maisha fulani hivi ya ombaomba, walikuwa wamekuzoea. Wewe ni mtu wa kupiga simu, ninaomba 5,000. Wewe ni mtu wa kupiga simu, ninaomba 3,000. Hawatakukuta hapo. Watabaki wanaulizana, huyu mtu amekuwa wapi? Huyu mtu yuko wapi? Lakini umeshahama hiyo level katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kuhama. Mungu akupe neema ya kuhama kiwango kimoja kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Yale ambayo yamepita mwezi wa 6 hatuvuki nayo mwezi wa 7. Leo hii tarehe 1 tunalisemesha hili lango ya kwamba tunahama viwango. Sisi sio ombaomba tena. Sisi sio watu wa kupokea habari mbaya kila siku. Sisi sio watu wa kuchanganyikiwa kwa habari ya familia zetu kila siku. Tunahama hivyo viwango. Tunahama hivyo viwango. Watatutafuta pale na watatukuta katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nataka mtu mmoja tu ambaye anaamini ya kwamba hakika Mungu anaenda kumbadilishia viwango, amshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Neno la Bwana linaniambia ya kwamba hawakufanikiwa kufika kwa sababu ya kutokuamini kwao. Walikuwa hawaamini Bwana wewe. Walikuwa hawaamini. Wao walikuwa hawaamini lakini hawakufika kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sisi ambao tunaamini ya kwamba tunavuka level moja kwenda level nyingine, tunamchapiaga tu Bwana Yesu makofi. Tunasemaga tu asante Bwana. Hata kama bado hatujapata ila waga tunasema asante. Waga tunasema asante Jehova. Wemchapie tu Bwana Yesu makofi na vigelegele kwenye ile level ambayo alikuwa ametuzoea. Ninatangaza jioni ya leo ya kwamba hawatatukuta kwa jina la Yesu. Chapia tena Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi kwa ajili ya Bwana. Hayo makofi ni ya mtendaji wa kijiji fulani. Hayatoshi kwa ajili ya Bwana kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nasema hivi, the power of prayer season 3. Kuna watu tunavuka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Kuna watu tunabadilishiwa mazingira kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu walikuwa wametuzoea sisi ni watu wa maharage tu kila siku, hata nikuta kwa Msukuma. Kuna watu walikuwa wametuzoea sisi ni watu wa kuhangaika kwenye mitihani. Kuna watu walikuwa wametuzoea sisi ni watu kila siku matokeo hatupati. Ninatangaza leo tunabadilishiwa mazingira katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu akakubadilishia mazingira kwenye maisha yako. Mungu wetu ambaye tunamtumikia sio wa mchezo kiasi hicho. Sikiliza nikwambie, huyu Mungu ambaye tunamtumikia sio wa mchezo kiasi hicho. Anasema kwenye maandiko matakatifu ya kwamba yafaa sana kwa yule mwenye haki akiomba kwa bidii. Yesu asifiwe. Yafaa sana kwa yule mwenye haki akiomba kwa bidii. My God.
Tukiomba kwa bidii hapa, tunaenda kubadilishiwa mazingira katika jina la Yesu. Tumeacha mambo mengi, tumekuja mahali hapa. Hili saa moja lazima kieleweke kwenye ulimwengu wa roho. Hili saa moja lazima shetani aombe maji kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Yaani unamchekea tu huyo shetani. Usimchekee shetani, tunamkunguta leo hii tarehe 1. Tunasemesha malango ya tarehe 1 ya mwezi wa 7 ya kwamba hii miezi ambayo imebaki, alitutesa mwezi wa kwanza, ametutesa mwezi wa pili, ametutesa mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7. Sisi ni watu wapya. Hii nusu ya mwaka iliyobaki nasema sisi ni watu wapya. Tunabadilishiwa mazingira moja kwa moja kwenye ulimwengu wa roho. Hatutakuwa watu wa kawaida tena kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Walikuwa wanamtafuta aliye hai katikati ya wafu, mpaka malaika akawashangaa. Mbona mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu nyie? Mbona mnamtafuta mtu muongo katikati, yani mnamtafuta mtakatifu katikati ya waongo? Mbona mnamtafuta mzinzi? Mnamtafuta hapa mzinzi katikati ya watakatifu hawa ambao umemwona hayupo hapa. Hivyo sio vitu vyake tena, hivyo sio vitu vya kwake tena. Ameshahama level, yupo kwenye level nyingine kabisa. Hiyo level ambayo alikuwa amekuja. Hakikisha adui hakukuti pale ambapo alikuacha. Hakikisha adui anachanganyikiwa, hakukuti pale ambapo anakuacha. Akija hakukuti. Akija pale ambapo alikuacha, hakikisha hakukuti katika jina la Yesu. Ataambiwa tu, atasikia. Hapa ambapo alikuwa anaona amepanga, hayupo hapa, ameshajenga. Hapa ambapo alikuwa anaona amejiegesha, amekaa tu kama winga mwenye kibali. Saizi hayupo hapa, hayupo, ana biashara ya kwake. Saizi hayupo hapa, ana biashara ya kwake. Ameshahama hivyo viwango katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Chapia tena Bwana Yesu makofi. Kama unaelewa haya mafunuo ambayo Mungu ameachilia hapa, mchapie tena makofi Bwana Yesu. Hautakuwa mtu wa kawaida kuanzia leo hii. Bwana anakubadilishia historia ya maisha yako. Bwana anabadilisha historia ya familia yako. Bwana anabadilisha historia ya maisha yako. Wewe utakuwa mtu mpya, sio wa kawaida. Wewe utakuwa mtu mpya, sio wa kawaida. Tunaingia mbele za Bwana kuomba. Nenda kaombe kwa kumaanisha. Wewe mkongote tu huyo ibilisi, mkongote mpaka kieleweke. Mwambie umeshindwa katika jina la Yesu. Haya ni maombi ya vita. Tuombe tukiwa tumepiga magoti. Tunaomba askari huwa anatembea wakati ambapo anaomba. Tunaenda kumwambia shetani, umetutesa, inatosha. Mimi sio mtu wa kuchanganyikiwa kwa ajili ya familia. Mimi sio mtu wa kuchanganyikiwa kutafuta ada. Wewe shetani ushinde kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linaniambia ya kwamba hata niinulia watu makabila za watu kwa ajili ya kunisaidia. Kama semester iliyopita nilihangaika ada, semester hii ikiwa leo ni tarehe 1 inatangaza ya kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Mataifa watanitafuta kwa ajili ya kunisaidia. Mimi sitahangaika, nasema mataifa watakuja kunisaidia mimi katika jina la Yesu. Mataifa watakuja kunisaidia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Namuona malaika mahali hapa tayari kwa ajili ya kutusaidia, tayari kwa ajili ya kutusaidia. Yuko mahali hapa tayari kwa ajili ya kutusaidia. Wingu liko wazi mahali hapa, yuko hapa kwa ajili ya kutusaidia. Kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako, endelea kutamka baraka, endelea kujitamkia baraka, endelea kujitamkia baraka, endelea kujitamkia baraka. Kwa maana Bwana ninakushika neema yako. Mimi si mtu wa kawaida, ninahama viwango. Mwambie Bwana, shetani ameninyanyasa, inatosha. Shetani ameninyanyasa, inatosha. Mimi si mtu wa kawaida, mimi si mtu wa kawaida. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida. Endelea kuwasilisha Bwana. Mwambie tu Bwana Yesu, mimi sio mtu wa kawaida. Ni kweli nimehangaika, ni kweli nimehangaika. Mimi sio mtu wa kawaida. Mbele za Bwana, omba tu Bwana. Mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida, mimi sio mtu wa kawaida.
Sakataya, Reketerebo Sakamandorobo, Shakatarabo Sekete, Rebahanda Masaya, Rebo Sakataya, Rakosia Kataya, Yekataya Masakara Badosia, Sakataya, Rakosikataya Mando, Rebo Sakataya Nahanda, Reketerebo Rima Sakataya, Rima Sakataya, Rima Dosadia, Reketerebo Sakataya, Rima Baba, Yekelema Handa Masaka, Rima Sakataya, Rima Sakataya, Rima Reketerebo Masha, Rakoparada Masaya, Rekosataya Baba, Yakoskapaya, Yekelema Baba, Yekoskapaya, Rakataya, Rebanosakaya, Rebanosakaradadada, Rakataya Damasoko, Reketerebabosha. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana ya kwamba ninahama. Walipozoea kuniona, walipozoea kunikuta, hawatanikuta tena. Walipozoea kunitafuta ili wakumute tu shetani, endelea kumwambia Bwana, walikozoea kunikuta hawatanikuta tena, walikozoea kunipata hawatanipata tena. Wanamtafutaji aliye hai katikati ya wafu, wanamtafutaji aliye hai katikati ya wafu, hautakuwa katikati ya wafu. Retebaya na ratapaya na mahata rikapaya na dosa resia kapado yepara na mahata rikapaya na basata eria kapa. The power
ya maombi, nguvu ya maombi idhihirike kwako, idhihirike kwako, idhihirike kwako, idhihirike kwako, idhihirike kwako, idhihirike kwako. Jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunahama viwango, tunahama viwango, tunahama viwango, kwa jina la Yesu, tunahama viwango, tunahama viwango, hiyo viwango vya maisha vinabadilika sasa, tunahama viwango, kwa jina la Yesu, 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 tunahama, Endelea usiache, endelea usiache, endelea. Mungu anawatafuta wenye bidii katika kuomba ili abadilishe hali zao za kimaisha. Mungu anatafuta wenye bidii katika kuomba ili awahamishe kutoka kwenye ufu kwenda kwenye uhai. Huyo mmoja anayetafutwa, huyo mmoja anayetafutwa. Ratapayanaba rekepeke paradada riakapayadoza riakaparadia leswapakapaya yapekobariataya zakakakaka. Unasikia kunena kwa lugha, wewe nena. Ratatatata ratatatata riabadoza repelekedia riabadosevele zakepayadada. Tunatoka kwenye hiyo level, tunatoka kabisa. Mimi sio wa hapo, mimi sio wa kiwango hicho, mimi sio wa kiwango hicho. Natoka leo, nakata kabisa. Mimi sio wa level hizo bwana wewe. Mimi sio wa hizo level wewe, mimi sio wa level hizo bwana.
kwenye maisha yako, itia jina la Bwana. Kwenye maisha ya wazazi wako, itia jina la Bwana, itia jina la Bwana. Kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Kila atakayelitia jina la Bwana kuanzia leo, kuanzia sasa hivi, yani usimchekeshe shetani hata siku moja. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu amewabadilishia. Kuna watu Mungu ameshawabadilishia level za maisha. Kuna mtu utasikia mzazi wako anakuambia, mwanangu nimeanza biashara. Kuna mtu utasikia mzazi wako anakuambia, mwanangu mimi nina mpango sasa hivi nataka tuanze tukujenga. From nowhere. Kuna mtu atakuja kusikia mzazi wake anamwambia kitu cha furaha na baraka nyumbani. Mungu ameshakubadilishia mazingira. Neno la Bwana linapokuja madhabahuni huwa linakuja kwa ajili ya mtu mmoja tu. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linapokuja madhabahuni huwa linakuja kwa ajili ya mtu mmoja tu, nasema katika jina la Yesu. Neno la Bwana linapokuja madhabahuni huwa linakuja kwa ajili ya mtu mmoja tu, Bwana wewe. Sio kwa ajili ya watu wengi. Ndio maana amesema kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Hakusema kwa wale kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Yafaa sana kwa mwenye haki akiomba kwa bidii. Wakati ambapo upo katika kuomba, simama wewe kama wewe kwa nafasi yako. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. The power of prayer season 3 ipo kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Ipo kwa ajili ya kutubadilishia lifestyle. Ipo kwa ajili ya kutufanya watu kuwa wapya, kutoka kwenye kiwango kimoja cha maisha kwenda kwenye kiwango kingine. Ndio maana tumeomba hapa ya kwamba Mungu atubadilishie mazingira. Mungu tubadilishie viwango. Walikuwa wamewazoea tu, yani kirahisi tu, yani shetani anakuzoea anavyojisikia. Wewe ni mtu wa kuhangaika, ukoo wenu ni watu wa kuhangaika, familia yenu ni watu wa kuhangaika hangaika madeni, familia yenu ni watu wa kuhangaika hangaika, hamuelewi. Leo hii shetani ameelewa. Sio, nasema katika jina la Yesu tumebadilishiwa viwango, sio watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akusaidie. Watakutafuta kwenye watu ambao wanahangaikia ada, lakini hawatakupata kwa sababu tumeweka msingi leo katika jina la Yesu.
Nasema hivi kwa mtu ambaye ameelewa, shetani umetuzoea kututafuta kwenye watu ambao wanahangaika ada, lakini kuanzia leo hii nakutangazia hautanipata pale, hautanipata pale katika jina la Yesu, hautanipata pale kwa jina la Yesu. Yesu asifiwe. Mungu akuinulie watu na kabila za watu kwa ajili ya kusaidia, sema amina. Mungu akuinulie watu na kabila za watu kwa ajili ya kusaidia, sema amina. Mungu akupandishe viwango katika jina la Yesu. Mungu akupandishe viwango katika jina la Yesu. Wasikutafute hapo katikati ya wafu katika jina la Yesu. Pale walipokuacha wasikukute tena katika jina la Yesu. Makofi ya mwisho kwa Bwana.